ya siasa. Hapo nguli wa siasa sawa. Ila kwa Chadema hawezi kuwa nguli sasa hivi. Yeye ni mwanachama tu kama wanachama wengine na maisha lazima yaweze kuendelea. Mimi na hofu moja. Kwa nini wakati huu? Timing ya hii kitu. Mimi na hofu moja pia. Kwa nini hii ndio imekuwa ina press nyingi sana ya kuhusu Heche? Mimi na hofu moja kama tulivyozungumza siku ile. No reforms kimya. Free Lissu kimya. Maelewa vizuri bana. Tone waoni wakifanya press kwa jamani tupambane na hizo tone tuchangie chama. Waoni wakifanya hizo press kwa ajili ya tone. Lakini imekuja swala la kwamba tuhuma kuhusiana na makamu mwenyekiti, kila mtu yuko mbele. Maelewa vizuri mkubwa sana. Hofu yangu ni moja. Mimi naona hii ni distraction tu. Yani kuna distraction. Anaweka distraction nani? Yani ni distraction ya ndani na nje ya chama. Yani nani anaiweka sasa? Hiyo. Sasa kwa faida ya kwamba faida hapo si ni agenda mkubwa sana. Siasa ni nini? Siasa mtu anaposema ni mchezo mchafu. It's true. Siasa ni mchezo mchafu. Kwa sababu agenda ya Chadema ni nini? Ni mkutano, si ndio? Tukusanye fedha kwa ajili ya mkutano. Ni mkutano wa baraza kuu. Kamati kuu baraza kuu. Mkutano. Tukusanye fedha kwa ajili ya baraza kuu la Chadema. Maana yake kujadili agenda zao, kujadili vitu vyao na kutengeneza ama kuweka maazimio yao. Sasa wakati wao wanapiga hiyo hatua, kuna mtu huko anavuta shati. Yani anavuta shati kwamba turudi nyuma namna hii. Yote ni katika kudistract, kuwaondosha katika agenda zao za msingi. Na mimi naona kama kuna wanachama wa Chadema wakaamua kuwa na akili timamu, wanapaswa kuachana na hizi kelele kwamba wache watu waongee, kwa sababu hiki ni chama. Watu wakitaka kuongea, hata kama inabidi wafanye press 10,000 au 15,000 au hata kama wanahitaji kufanya press uwanja wa Taifa, it's okay. Ila wao wabaki katika lengo lao. Lengo ni nini? Lengo ni kukusanya michango kwa ajili ya mkutano mkuu. Wapambane kwamba wakusanye michango. Chadema kama chama kina mfumo wake, si ndio? Ni chama. Tuhuma zimetoka, kuna kamati, kuna muundo wa chama ambao kuna watu wa kuzungumzia hili, kuna watu wa kulisemea hili. Umeelewa vizuri mkubwa sana, ambao sasa hao mwataja wote ni wanachama kama walivyo wanachama wengine. Kwa hiyo kama ni kiongozi wa chama unakuja kutufanyia press sisi wananchi, which unaweza ukakaa ndani mkazungumza ndani ya chama, alafu mkaja na maazimio. Sisi tunachotakiwa kusikia sasa hivi sio tuambie kwamba iundwe tume, sio tuambie kwamba mwenyekiti amefanya hiki, makamu mwenyekiti amefanya hiki. Sisi tunasubiri kauli ya chama, waje na maazimio, na katibu mkuu ama naibu katibu mkuu ama kiongozi yote wa chama, uweva aliopewa nafasi ya kusimamia vitu, aje azungumza, tuambie kwamba chama kwa tuma hizi na hizi na hizi tumefanya hiki, tumefikia hapa, tumefika pale. Kwa hiyo kwa sasa hivi mimi ninachokiona mkubwa ni kama vile tunatakiwa turuke ukuta, twende upande wa pili. Yani wote huku tunakubaliana kwamba tunatakiwa tuvuke ukuta twende upande wa pili. Mkubwa sana umepanda, mimi naninginia kwenye mguu wako. Sio, umeelewa? Jamani, lengo tuvuke kwanza ukuta. Kwa tuvuke ukuta, tufike upande wa pili. Tukishafika ndo tuanze kuulizana. Bana, hapa na hapa palikuwaje? Kuna nafasi ya kuzungumza, sio kuweka agenda ndani ya agenda. Sio, unaelewa mkubwa? Wenyewe nakwambia agenda ya kuchangisha mkutano imeletwa na mtumiwa. Yaani tuhuma zilianza kabla Heche hajatangaza milioni 300. Kwani hizo hela zinaenda kwenye akaunti ya nani? Huo michango hiyo wanaenda kwenye akaunti ya Heche ama akaunti ya nani? Akaunti ya chama. Ya chama. Chadema, si ndio? Sasa kama inaenda kwenye akaunti ya Chadema, wao wana hofu gani? Basi tu siasa. Mimi nadhani the best option is to face a demon. Heche hajafanya chochote na uhakika huo kama upo. Unaelewa hapo? Waunde hiyo tume, si wiki moja tu inachunguza, sema jamani
mlitaka tume tumeshaunda, Heche yuko safi, tuendelee maisha mengine. Kwa sababu shetani uzidi kumwailisha kila mwaka unamkemea, yani kila wiki utamkemea. Nilikuwa hapa nafasi au wanaofanya hizo press conference, kwa sababu distraction zinavyokuwa zinazidi, miito inaongezeka. Akuongea 30 Leba naye alipo katikati aliwekwa, alihusishwa na hizi mambo, imeenda. Kwa hiyo mwisho wa siku waongeaji lazidi kuongezeka kila siku. Yani the best option inatakiwa tu waunde hiyo tume ichunguze, igundue bana kama imetokea kweli, haijatokea kweli. Heche ni mwanadamu, kwamba imetokea kweli au haijatokea kweli. Ikishajulikana tume amemaliza pale, jambo limeisha.